Weka Bwana asubuhi kucha, na kila mtu tafakari kila stanza ya wimbo huo. Huwa mimi siwezi kwenda na siku nzima kama sijaimba huo wimbo, na kwa hiyo napenda sana kuuimba, maana umejaa ujumbe wa ajabu sana. Bwana asubuhi kucha, twende. Bwana asubuhi kucha, nitakuinua, sauti yangu kuomba, nipate baraka. Tulia kwanza. Ninaomba, nimesema wimbo huu hauimbi kupoteza wakati. Tafakari maneno ya wimbo huo. Na huo wimbo huo ni ombi. It's a prayer by itself. Unaposikiza wimbo huo, huo wimbo ni ombi. Ni ombi. And so the song is a prayer by itself. Na natamani watu watulie, maana tunaomba. Unajua tunaombewa sasa hivi tunaimba, and we make a prayer by using a song. Tunafanya ombi kwa kutumia wimbo. Na wailima utaweka microphone mbali kidogo ili watu waingie kwenye maombi. Wakati unaomba watu unaimba watu wanaomba. The song is a prayer by itself. Sio mtuanzishe ili tuje tumeanza. Asante. Bwana, twende. Bwana asubuhi kucha, nitakuinua, sauti yangu kuomba, nipate baraka, na kuomba Roho yako niongozwe nayo, nifanye yanipasayo na mapenzi yako. Wanakutegemea Yesu. Siku moja na wimbo wimbo wote na jicho likiwa limefumba, na nakuomba Bwana ukatusikie kupitia wimbo huo. Geuza wimbo huo kwa ombi kabla sijahubiri. Geuza wimbo uwe ombi. Kila mmoja anapoimba umpe nafasi ya kufungua moyo wake. Nakuomba Bwana, wimbo unapoimbwa iwe nafasi ya kusogea karibu na wewe. Asante Yesu, maana utasikia. Kwa jina la Yesu, amen. Amen. Bwana asubuhi, twende. Bwana asubuhi kucha, nitakuinua, sauti yangu kuomba, tunaomba asubuhi ya leo. Tunaomba tupate baraka. Tuongozwe nawe.
umesema tafuta ulinzi wao, ulinzi wetu asubuhi ya leo, na matumaini yetu tuyapate tena asubuhi ya leo, maana umesema utayatimiza. There's a time when songs will be a prayer. Na hivyo naomba Roho wake Bwana aongoze moyo wangu na moyo wako. Wapendwa, asubuhi ya leo ninaomba umwambie Bwana, asubuhi kucha nitakuinua, sauti yangu nitaimba ili nipate baraka. Ninaomba Bwana akupe baraka asubuhi ya leo. Ninaomba Bwana akupe baraka asubuhi ya leo. Wapendwa, pata baraka kwa siku ya leo. Na ngoja nikwambie, namuomba Roho wake Yesu atuongoze. Wapendwa, atuongoze. We need Holy Spirit to guide us. Ninaomba sasa tutaomba tena kwa wimbo mwingine. Leo ninajisikia kana kwamba tuombe kupitia nyimbo. There's a lot of experience in prayer. There are times you cannot pray, but you can sing, and by songs you pray. Mapya ni mapenzi haya. Mapya ni mapenzi haya asubuhi. Na utaona kuna mambo 7 ambayo utayapata unayaomba asubuhi ya leo by using this song. Mapya ni mapenzi. Mapya ni frigo. Hebu imbisha pale. 90 number 90. Mapya ni mapenzi hayo. Twende. Mapya ni mapenzi hayo. Asubuhi tuonayo. Sasa hizo huenda. Kuzina kuamka. Kila siku mapya pia. Kwa sababu ya wale ambao walikuwa wanaleta prayer request waweke wakae. It's a prayer time. We are praying by singing. Na hivyo naomba uelewe hili. We are in prayers. Kama una ombi lako, tulia kwanza mahali ili tuombe kwa kupitia wimbo. I know to some of you it's a new experience, na unaweza ukawa hujaelewa sana, ila utanielewa saa zinavyoenda. Kama uko na songbook, unaweza kufungua song number 90, namba 90 kwa Kiswahili, alafu ukafuatisha. May it be your prayer if you don't know how to sing it, but may you follow the words. May it be part of your prayer. And if you don't have somewhere to follow, can you just recall from what the singer is singing? Na hivyo utapata uzoefu wako pia. Ninaomba take a song as a prayer. Leo nimekuja nikikwambia sometimes you cannot pray, but you can use the song to be your prayer. Haya. Mapya twende. Mapya ni mapenzi hayo. Asubuhi tuonayo. Sasa
msamaha, mawazo mema na furaha. Bwana asifiwe. Useme amina kwa ombi hilo. Ngoja nikwambie mambo 7 ambayo umeomba, mbali na mengi uliyoomba, lakini stanza tu ilikuwa na mambo 7. Hebu Ailimo taja moja baada ya jingine. Rehema. Kwanza anzia kila siku. Kila siku mapya pia. Sikiliza, baraka za Mungu zinaombwa kila siku. Hebu tuseme kila siku. Kila siku. Hebu tuseme tena kila siku. Kila siku. Wapendwa, nasema tuseme kila siku. Kila siku. Hauwezi ukaomba jana usiku alafu ukasema tayari nimeomba ombi mpaka la kesho. Hauwezi ukaomba jana ukasema nilishaomba leo kwa ajili ya leo. Kila siku Bwana anataka tukikaribie kiti cha enzi kwa ujasiri. Kila siku. Jana unaweza ukawa hujauza duka, usije kwa Bwana ukilalamika. Na nimewaambia kuna watu hawajui kuomba, wanaomba. Kwa hiyo anapokuja kwa Bwana anamwambia Bwana, haki Mungu, jana sikuuza siku nzima na ninatakiwa kurudisha madeni ya watu. Mungu, hata wewe unajua nadaiwa na hivyo sijui nitalipaje. Watoto ndio wao school fees inafika Januari. Maneno mengi. Hapana. Mwambie Bwana, ninajua kila siku wewe ni mtoa baraka, na kwa kuwa uliruhusu jana nisiuze, mimi nayaheshimu mapenzi yako. Leo tena ninatoka. Wewe ndiye unaijua namna ya kunibariki. Wewe ndiye unaijua namna ya kukabili changamoto zangu. Ningekueleza kwamba nina changamoto 1, 2, 3, 4, 5 na ninatoka kwa ujasiri nikijua hata leo utaenda pamoja na mimi, hata leo utanibariki, na kama inakupendeza unipe leo riziki yangu. Jamani, Bwana asifiwe. You must learn how to pray every day. Na ndio maana andika fungu la kwanza leo kutoka Luka 18 mstari wa kwanza. Luka 18 mstari wa kwanza. Naomba msomaji leo tena tutaenda kwa speed kidogo, maana tumeanza somehow late na kuna fundisho bado hata sijaanza kufundisha. Na akawaambia mfano, utaweka hiyo mic mbali kidogo tena. Asante. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Ya kwamba imewapasa kumwomba Bwana siku namna ngapi? Zote. Jamani, imewapasa kuomba siku ngapi?
wala wasikate tamaa. Ngoja kwanza bro, mbona una haraka hivyo? Naomba niulize, kwani leo mmekuja na midomo au mmekuja mdomo umeacha nyumbani? Kama upo nitausikia sasa. Haya, anza. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, ya kwamba imewapasa kumwomba Bwana siku za namna ngapi? Jamani, siku za namna ngapi? How many days? Zote. Jamani, siku ngapi? Jamani, sisi tunatakiwa kuomba siku ngapi? Jamani, tunaomba siku ngapi? Jumapili tunafanya nini? Jumatatu tunafanya nini? Jumanne tunafanya nini? Jumatano nayo, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, siku zote, kila mwaka, kila wiki, kila mwezi imetupasa kuomba siku zote, na tuseme amen. Amen. Hebu mwambie jirani yako, imekupasa kuomba siku zote. Hebu mwambie tena, imekupasa kuomba siku zote. Mwambie tena, ukiwa na furaha omba. Mwambie ukiwa na huzuni omba. Mwambie hivi, ukijibiwa endelea kuomba. Mwambie tena hivi, hata usipojibiwa endelea kuomba. Mwambie siku ya huzuni tena omba. Mwambie siku ya furaha omba. Kwa nini vyombo vingi mbona vina kisirani hivi? Ngoja niviombee kidogo. Mungu wetu na Baba yetu, leo kuna shida kidogo pale kwa vyombo. Toa hekima kwa fundi wanaoshughulika na mitambo, leta utulivu. Huwa tukikuomba mara moja unasikia mara 7, na hiyo ndio imani yangu kwako. Wewe ukielezwa unatenda. Do it for your own glory. In Jesus' name. Amen. Haya, msomaji. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote. Akawaambia imewapasa kuomba siku ngapi tena? Zote. Wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani. Tulia tu pale kwanza, tutaishia hiyo fungu ya kwanza. Hebu rudie tena. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote.
maana baraka za Mungu ni mpya kila siku asubuhi. Jamani, haleluya. Mwambie jirani yako, umeelewa? Muulize, umeelewa? Jamani, haleluya. Hebu nione wanaonielewa hivi. Kila siku asubuhi, kila siku asubuhi. Endelea. Uaminifu wako ni mkuu. Amen. Bwana ndiye fungu langu, usema nafsi yangu. Kwa hiyo nitamtumaini yeye. Kwa hiyo nitamtumaini yeye. Endelea msomaji. 25. Bwana ni mwema kwa hao wamngojeao. Bwana ni mwema kwa kila mmoja anayemngojea. Kwa hiyo nafsi mtafutayo. Kwa kila nafsi mtafutayo. Msomaji, usinidanganye, hebu soma hapo vizuri. Kwa hiyo nafsi mtafutayo. Kwa hiyo nafsi inayomtafuta, imtafutayo. 26. Ni vema mtu autarajie wokovu wa Bwana. Ni vyema mtu autarajie wokovu wa Bwana, na kumngojea kwa utulivu. Na ajifunze kumngoja Bwana kwa utulivu. Hata kama kuna vitu umemngoja Bwana, leo tena jifunze kumngoja Bwana kwa utulivu, maana ni mapya kila siku asubuhi. Ngoja nikwambie, usimcheke mtu. Unapoona jana hajafanikiwa au kubarikiwa, unapoona jana hajapata baraka, usimcheke, maana baraka za mtu zinakuwa mpya kila siku. Aya, nasema baraka za mtu zinakuwa mpya kila siku. Wapendwa, baraka za mtu zinakuwa mpya kila siku. Jifunze kutokuwa na madharau. Kwa mfano, leo asubuhi nikiamka kufungua WhatsApp, jamaa mmoja alikuwa anateswa sana pale Canada. Akanitafuta kwa simu, akaniambia, Pastor, nimekata tamaa na hii ninaenda ni mara ya mwisho. Ilikuwa ameenda last Friday. Ninaenda kujaribu kupata nafasi ya kuwa raia wa Canada ili nianze kuzoea kazi hapa Canada, maana nimekaa sipati kazi. Maana nimeamua sasa kwamba nateseka hapa Canada kuliko nikiwa Kenya, and so I wish to go back home, lakini tena sina fare. Na hapa tena nimepambana, nimeng'ang'ana sana. Nikamwambia, rafiki, ulivyoomba jana na hujajibiwa haimaanishi ukiomba leo hutajibiwa, maana baraka za Mungu ni mpya kila siku. Jamani, Bwana asifiwe. Jamaa ameandika message ndefu kwa WhatsApp yangu. Yuko na furaha, maana amepata vitu viwili kwa siku moja, na hiyo ni jana. Jana ametangaziwa kuwa raia wa Canada na amepewa na kazi. Jamani, Bwana asifiwe. Amepata uraia, citizenship, na amepata kazi. Nani alijua kwamba baraka zake zitakuja jana? Jana. Mbona hazikuja siku nyingine? Mbona zikaja jana? Maana kila siku Mungu ameandaa baraka mpya. Ukimdharau mtu leo, haujui kesho itakuwaje. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Baraka zetu ni mpya kila, jamani, ni mpya kila siku. Hata wewe ulivyokaa hapa, hujajua mtoto wako leo atapata baraka gani. Hujajua wewe mwenyewe utapata baraka gani. Haujajua mbele yako kuna baraka gani. Huenda kuna kitu umesubiri kwa muda mrefu. Endelea kuomba, maana asubuhi moja itatosha kubadilisha maisha yako. Siku moja itatosha kubadilisha historia. Baraka za Mungu ni mpya kila. Hebu mwambie jirani yako, jifunze kumheshimu kila mtu. Ila leo ni wapole. Haya. Hebu mwambie tena jirani yako,
Jifunze kumheshimu kila mtu, maana baraka za Mungu ni mpya kila siku. Ngoja kwanza sema hivi, jifunze kumheshimu kila mtu, maana baraka za Mungu ni mpya kila siku. Ngoja nikwambie, one of my pastor friend, a closely pastor friend and brother, alikuwa mchungaji hivi tu wa kawaida sana. Ila siku moja tukawa tunatoka asubuhi kwenda kwa meeting pale Dar es Salaam. Tukapiga magoti tukaomba. Lakini kabla tujaomba nikamuuliza, brother, baraka zako za leo ni nini? Akasema akiwa anacheka hivi kama utani. Anasema, leo naomba nikutane na fiancé wangu. Nikamwambia, bro, unamaanisha? Akawa anacheka, maana hata hivyo amekaa yuko na 36 years hajaoa. Akawa anacheka kana kwamba anafanya jokes. Nikamwambia, hebu let's take it serious. Akaniambia, leo ninavyoomba, naomba leo nikutane na fiancé wangu. Na ilikuwa siku ya Sabato, na tulikuwa tunaenda kwa meeting. Ilikuwa ni meeting ya wachungaji na yeye ni pastor, lakini ilikuwa imealika watu wengine, maana ni Bible conference. Na mimi ikawa nimelipa entry fee, kwa hiyo tuko naye. Tukaomba like serious. Tulipofika kwa meeting, baraka za Mungu nimesema ni mpya kila. Jamani, ni mpya kila. Akaja dada mmoja tu hivi. Sasa tunaenda kutaka kukaa. Viti kuna kimoja huku na mwingine yuko, huyu dada yuko katikati. Sasa I don't know how was it. Mimi nikamvuka huyu dada, nikakaa huku pembeni. Pastor akakaa huku. Yaani akakaa upande huu, alafu binti yuko huku, mimi nimekaa huku. Sasa tumekaa, ibada inaendelea. Mnenaji akasema, chukua jirani yako mkaombe. Mimi nikakimbia haraka kwenda kwa mtu mwingine, yeye akabaki na jirani yake. Wakiwa wanataka kuombeana, dada akamwambia pastor, ninahitaji Mungu anipatie mume wa maisha yangu. Hivyo umenielewa? Yaani umenielewa? Kwa wale wenye akili ya haraka, si hapo mbaraka unaanza kuunganishwa, nyaya zinaungana. Guess what? Pastor alikuwa anaomba apate mke. Alafu prayer request ya dada ya kwanza, nataka nipate husband. Bas wakaomba. Ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku moja tayari mbaraka ukaanza. Sasa akamwambia, nimefurahi kujua, maana sasa wachungaji walitambulishwa. Pastor akatambulishwa, kidogo nitaje jina lake, kumradhi. Akatambulishwa kwamba huyu ni pastor wa district fulani kutoka hapo Dar es Salaam. Sasa dada baadaye tukiwa tumekaa, nikaona anamnong'oneza pastor, naomba nikuandikie majina yangu, namba zangu za simu, uendelee kuniombea ili Bwana akutane na mimi. Dada yuko serious. Tukatoka sasa, tunaenda nyumbani. Jamaa sasa akaanza kunisimulia, unajua leo tuliombea nipate mke, na huyu dada prayer request yake ilikuwa anataka mume. Hii imekaaje? Niambie vizuri, Rubua, wewe ndio mtu wa maombi. Nikamwambia, ombi lako limejibiwa. Yaani Bwana asifiwe. Nikamwambia, ombi lako limefanya nini? Limejibiwa. Nikamwambia, hebu anza kuuliza. Anza kupeleleza. Nani ajuae baraka zako zilikuwa leo? Baadaye kama utani, mambo yakaanza kumachua.
akajua kwamba huyu ni dada mmoja stable, naye alichelewa kuolewa kwa sababu ya shule, na wakati huu pastor yuko tu na Bachelor of Theology, dada anafanya PhD in water engineering. Baadaye maongezi. Leo wako na watoto hawa wawili. Yaani Bwana asifiwe. Pastor yule alikuwa anatembea kwa mguu kama mimi tuna wewe hivi kwa mguu sometimes. Ila baada ya kupata huyu dada, baada ya kuwa uchumba umekuwa serious, dada ndio anaanza kumwambia pastor, unajua nilikuwa kule Uingereza, mambo yangu yalikuwa mazuri, sasa ninakupatia kadi yangu ukae nayo, ukikuta hela wewe endelea kuzitunza, tutakuwa tukitumia mpaka siku ya marriage, hakuna haja ya kugawa kadi, tutaoa na tutaoana na kualika watu tuwape kadi free. Jamaa anaenda kuangalia account, iko na pesa za Tanzania zaidi ya milioni 500, more than 500 million Tanzanian money. Anashangaa, pastor yuko na trembo, na tulikuwa tunakaa, nimekuja Dar es Salaam kukaa kwake kwa muda. Ananiambia, pastor, I cannot believe huyu dada sijui kama anatumia nguvu. Nikamwambia sio nguvu za giza, mwezi alikuwa Uingereza. Unataka awe maskini kama wewe? Tulia kwa Yesu. Wakaanza ku exchange maisha hayo. Teresa ndo zimefika, wameenda kutokea kwao. Mzee ni mzee wa kanisa, akamwambia hapa kwangu hakuna mambo ya dawari, hapa ni wewe toa kitu cha upendo, kama una kitu cha upendo toa. Kajamaa kakajikusanya, kakatoa hela, siku zikaanza, ndoa ikafika. Siku ya ndoa tuko kwenye ukumbi, dada akatangaza, ni heshima yangu kubwa kuolewa na mchungaji. Na nikajua mchungaji anapata shida kwenda visitation. Na katika kufikiria kwangu nikasema, pastor, nitampatia gari nzuri ili aweze kwenda kutembelea, na nitampatia check mme wangu ya mafuta ya mwaka mzima ya gari. Pale nilipokaa nikasema, usinipite Mwokozi. Yaani Bwana asifiwe. Usinipite nani? Maana mwenzangu aliomba kama utani, na baraka za Mungu ni mpya kila siku. Unajua Rafaeli anapenda magari sana. Huyu jamaa alipewa Prado TX. Na huku kwenu simna hii kitu inaitwa Rubis. Ukiweka kadi, hawa wanaendesha magari wanajua, ukiweka kadi, unapeleka tu kadi, mafuta yanawekwa, unaondoka. Jamaa amepewa kadi, mafuta yakitikisika yeye anaweka kadi, anaondoka. Hamna kuulizwa hela iko wapi, iko ndani ya kadi. Alikuwa anatembea na miguu mpaka inataka kupinda. Leo anatembelea TX Prado. Nyumba sasa wanajenga gorofa. Mpaka sasa hivi wamehamia kwao, wanawaambia wale wakubwa wa field na conference kwamba sisi hatukai kule penye mmetupangia, tunakaa kwenye nyumba yetu. Na jamaa haruhusiwi kuhamishwa hapo maana mke ni mkubwa wa serikali, hawezi kuondoka. Masikini wa kutupa amekutana na baraka zake. Sio lazima na wewe uolewe na bosi ndio iwe baraka, au uoe bosi ndio iwe baraka. Tosheka na ulichopewa na Bwana. Jamani, Bwana asifiwe. Tosheka, tulia kwa Yesu, panda taratibu na yeye. Nataka nikuambie hivi, baraka za Mungu ni mpya kila siku. Jamani, baraka za Mungu ni mpya kila siku. Wangapi wanaamini kwamba hata leo baraka za Mungu ni mpya kwao? Nilikuwa nafundisha kitu kikubwa hapa. Learning how to pray for your own blessings every day. But learning how to pray tirelessly, bila kuchoka.
bila kuchoka. Hebu niruhusu niguse jambo moja dogo, na nianze nalo kidogo na nikuache uende. Moja ya sababu kubwa ambayo watu hawajibiwi wanapoomba, ziko nyingi, ila nimekufundisha ya kwanza na tulijadili kuhusu imani. Lakini moja ya sababu nyingine ambayo watu hawajibiwi, na ni sababu kubwa, ni kuto kusamehe. Ni kuto kufanya nini? Jamani, ni kuto kufanya nini? Kuto kusamehe. Hebu nikutoe hapa uwanjani na mafungu machache ili uelewe kwamba unaweza ukawa unaomba upate mchumba, ila wa zamani hujamsamehe, na Mungu anasema nakupaje mpya, wa zamani hujamsamehe. Jifunze kusamehe. There is power in forgiving, and forgiveness is part and parcel of an answer of your prayers. Msamaha ni moja ya sababu ya kujibiwa. Mark 11:25. Kanyaga twende kidogo. Nanyi kila msimamapo na kusali, kila mnaposimama na kuomba, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ukiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni, ili Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na nyinyi makosa yenu. Awasamehe na ninyi makosa yenu. Rudi hiyo verse. Nanyi kila msimamapo na kusali, kila mtakaposimama na kusali, sameheni. Anzeni kwanza kusamehe mkiwa na neno juu ya mtu. Ikiwa una neno juu ya mtu, grudges yoyote, ili na Baba yenu aliye mbinguni, maana kama msipofanya hivyo, Baba wa mbinguni awasamehe na nyinyi makosa yenu, hata wasamehe ninyi. 26. Lakini kama nyinyi hamsamehe, kama nyinyi msipowasamehe watu, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. And I'm giving you something that is so strange. And I know how hard it is to forgive. Ninajua ilivyo ngumu kusamehe. But if you want to be answered, unataka ujibiwe, msamaha ni moja ya jambo litakalofanya ujibiwe. Huenda hujanielewa. Mark chapter 6 verse 14 and 15. Ujani kupea mavesi kidogo uondoke hapa. Mathayo 6:14-15. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, ila mkijipanga kutokusamehe makosa ya watu, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Baba yenu hata wasamehe makosa yenu. Msisitizo unawekwa pale. Kwa nini watu wanaomba miaka yote? Yuko na shida na mume wake, yuko na shida na mke wake, yuko na shida na wazazi wake, yuko na shida na watoto wake. Ndio wamekukosea, ila Bwana anataka uwasamehe. Na tena Biblia inasema, ikiwa mtu amekukosea wewe ndiye unayetakiwa uende ukamuombe msamaha, ukamuone kwa ajili ya kusameheana. Sio kwa sababu amekukosea umsubiri hadi siku atakayokuja. Jambo la kwanza, utatesa afya yako. Jambo la pili, hutajibiwa chochote unachoomba. Na ni kwa nini ni muhimu kwamba mimi Mackenzie akinikosea nisisubiri anifuate mimi ndio niende? Ni kwa sababu kama sitamsamehe sitajibiwa. Lakini tena ni kwa sababu mimi ndiye najua ni kwa kiasi gani amenikosea. I know the weight and the burden I have. Yeye anaweza akawa na relax, hajui vile amenikosea, ila mimi ndo najua alivyonikosea. I must tell him. Mbona mmekuwa wapole hivi? Nimegusa kwenye kidonda.
samehe sasa. Jamani Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Ngoja sasa nikupe verse fulani ngumu kidogo lakini yenye baraka. Matthew chapter 5 verse 23 and 24. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu. Sawa. Uende zako, nenda upatane kwanza na ndugu yako. Sawa. Kisha urudi uitoe sadaka yako. Rudia tena. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, kama utaleta sadaka kwa madhabahu, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, na ukakumbuka kuna mtu ambaye una maneno naye, iache sadaka yako mbele ya madhabahu. Usitoe sadaka hiyo, weka kwanza kando. Uende zako, halafu rudi, nenda upatane kwanza na ndugu yako. Kapatane na huyo mtu mmekosana. Kisha halafu ndipo urudi uitoe sadaka yako. Urudi utoe sadaka. Amen. Angalia. Umeweka vitu moyoni miaka mingi, na umepeleka sadaka kanisani, bado kuna watu hujawasamehe. The Bible clearly say kwamba kama uko na mtu moyoni na unaendelea kutoa sadaka, unafanya vibaya. Hiyo sadaka haina maana. Nenda kamalizane naye, kisha leta sadaka, na hiyo sadaka itapata kibali. Maana yake ni nini? Sipaswi kwenda kanisani kama sijasamehe. Na kwa hiyo kila siku lazima niulize msamaha. Kila saa lazima nimalizane na mtu, nimwambie ukweli, nimwambie alivyonikwaza, na tuombeane msamaha, na tuombe. Akikataa, Biblia imetoa bado njia. Umeenda umemuuliza mtu, ni mkorofi, haelewi, Biblia inasema nenda na mtu wa pili. Umeenda na mtu mwingine haelewi, inasema nenda kaliambie baraza, alafu baraza la mashemasi litamwambia, haelewi. Basi Biblia inasema umenawa mikono. Hivi mnanielewa? Na huo upole wenu na ujulikane na watu wote. Yaani Bwana asifiwe. Najua unatafakari vile umebeba mambo. Najua unatafakari vile umebeba watu moyoni. Najua unatafakari vile uko na chuki. Najua unatafakari vile ambavyo umeshindwa kusamehe. And I'm telling you, kwa sababu mikutano inakaribia kuisha, na mimi nataka kila mtu ajibiwe, kila mtu apokee baraka zake. Moja ya jambo ambalo unatakiwa kulifanyia kazi, forgive and try to forget. Jamani Bwana asifiwe. Yaani Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, umeipata hiyo? Mwambie tena, umeipata hiyo? Kama umekaa na adui yako, mwambie hebu jifunze kusamehe. Kumbe hujakaa na adui. Mwambie jirani yako, jifunze kusamehe. Yaani Bwana asifiwe. Jamani Bwana asifiwe. Kasamehe. No matter how hard and costly it is, forgive. Jamani Bwana asifiwe. Waefeso 4:32. Soma pale, mwaga vasi. Ephesians 4:32. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi. Sawa. Wenye huruma. Mkasameane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Mkasameane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Amen. Jamani, mkasameane kama Kristo alivyowasamehe nyinyi. Amina. Mark 6. Matthew 6:12. Soma pale, muda wetu unaenda kuyoyoma. Soma twende. Utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehavyo wadeni wetu. Sasa ukiomba bila kusamehe watu, sala ya Bwana ina kazi gani kwako? Maana lazima ujifunze kusamehe. Na unamwambia Bwana, unisamehe kama mimi ninavyowasamehe wengine. Jamani Bwana asifiwe. Amen. Jamani Bwana asifiwe.
jifunze kusamehe. Maombi mengi yamezuiliwa years and years, na tunapoenda kuomba wengi ni hivi: Baba, mtazame yule mwanaume kule alipo, naomba umzuie asipate hela mpaka arudi kwangu, asipate hela Bwana, ninaomba umzuie, mwelekeze Bwana, mzuie uko alipo, hata kama atavunjika mguu arudi ni kilema, Bwana nitampokea, muache huyo mtu. Sasa hapo unaomba we yani hasira zako unamwambukiza Mungu. Badala uombe rehema ya kwamba Bwana, naomba huyu mume yuko kule na mipango ya kando, lakini mpelekee malaika amufundishe namna ya kurudi nyumbani, na umlete akiwa kamili, na umlete bila magonjwa, umsababishe awe mume wangu bado, maana ulinipa Bwana, ni zawadi yangu, ninaidai kwa rehema, na niko tayari Bwana, ukimleta wewe nitamsamehe. Amen. Sasa umeshaomba, Bwana, naomba anavyorukaruka mpe HIV, ajue kwamba wewe ni Mungu unayechapa, mchape vizuri. HIV, gonorea, ninaomba umpe magonjwa yote sugu. Wewe Debana, hivi mnanielewa? Yani tu mwenye duka jirani amekuja kusalimia, kwa sababu mnauza wote bidhaa sawa, unapiga magoti: Baba, naomba leo niuze, yeye asiuze, ili ajue wewe ni Mungu, leta wateja wake kwangu, leta we ukiomba hivyo ndo Mungu anawahamisha kwa adui yako, ili wanunue mpaka ujue kuomba. Bwana asifiwe. Kama unanielewa punga mkono. Joni, haleluya. Hebu mwambie jirani yako, pokea kidonge hicho. Mwambie meza kidonge hicho. Mwambie samehe. Joni, haleluya. Moja wewe nikusindilie fungu mbili hivi uende ukiwa umejaa dozi. Haya. Piga pale mshono kwa Biblia, kitabu cha Mathayo, Matthew 18:22 and 23. Maandiko yanasema hivyo: Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7. Hebu anzia 21. Kisha Petro akamwendea akamwambia. Petro pia alikuwa kiherehere mtakatifu, anapenda kuuliza maswali kwa ajili ya afya yake ya kiroho. Bwana, akauliza, Bwana, ndugu yangu anikosa mara ngapi nami nimsamehe? Kwani huyu mtu anikosee mara ngapi ndio nimsamehe? Hata mara 7? Hata mara 7? Yesu akamwambia, sikuambii hata mara 7. Hata sikuambii mara 7, bali hata 7 mara 70. Bali hata 7 mara 70. Yaani Petro alijua kusamehe mara 7 amesamehe sana. Yesu akamwambia, sikiliza, ni 7 mara 70. 7 mara 70. Maana yake ni you must forgive endlessly. Hebu ngoja, leo nitaishia mahali fulani afu kesho nitaendelea. Nipe verse ya mwisho hii. Luke chapter number 17 verse 3 and 4. Jilindeni kama ndugu yako akikosa. Jilindeni wenyewe kama ndugu yako akikukosa. Muonye. Akitubu msamehe. Sikiliza, kama amekukosea nenda muonye. Akikubali kosa akatubu, msamehe. Na kama akikosa, ngoja kwanza msamehe. Sasa huwa kuna wanawake, mwanaume amekuja kabisa amejikaza, leo naenda kuomba msamaha. Sasa mke wangu, leo nimekuja naomba unisamehe. Yamekushinda huko Umeshaona kwamba huwezi kuishi bila mimi.
Nilikwambia mimi ni kama maji, usipokuja kunywa utakuja kuoga. Leo yamekushinda, umekuja, hela zimeisha, ndio maana umekuja. Haya, eleza mambo yako. Mjinga wewe, yaani umekaa huko leo nakuja. Biblia imesema mwenzako akija kukuomba msamaha, msamehe kwanza, muonye. Akielewa kosa na ukajua ameelewa, hadi yani unajua kitendo cha mtu kusema nisamehe, maana yake ameelewa kosa. Sasa unaanza kuwa tena mtu wa BBC News. Umeomba msamaha, unaanza unakumbuka nilikwambia hivi, bado unafanya hivi. Huu msamaha wako ni maigizo tu. Wewe utajuaje moyo wa mtu? Akielewa, akikuomba msamaha, Biblia inasema fanya nini? Anayejua ameomba msamaha wa kweli au wa maigizo ni Mungu. Na kama sio wa kweli utaelewa mbele. Lakini mtu akikosa, msamehe. Hebu rudia hiyo verse. Jilindeni, tena mjilinde. Kama ndugu yako akikosa, muonye. Mtu akikukosea, muonye. Akitubu, msamehe. Akitubu, toa msamaha. Na kama akikukosa mara 7, tena hata akikukosa mara 7 katika siku moja, ndani ya siku moja, na kurudi kwako mara 7, na hiyo siku anakuja mara 7 tena, msamehe. Akisema nimetubu, ndio msamehe. Msamehe. Kuna mtu anasema kwa Kikisi hiyo ni ngumu. Kusamehe ni kidonda, ni kazi. Lakini naomba nikwambie, nayaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Amen. Nani asubuhi ya leo anasema ninataka kuachilia watu niliowashika moyoni, na naona kama leo siwezi, ila naomba Roho Mtakatifu anielekeze siku nzima ya leo. Na kama nguvu zangu sitaweza, naomba nguvu kutoka mbinguni ili niweze kusamehe, nijibiwe maombi yangu. Ikiwa ndilo ombi lako, kwani usinyoshe mkono wako? Kwani usisimame rafiki yangu? Simame sasa na tusogee hapa. Hasha maneno mabaya. Hiyo mic si umpe ya kwako bro. Hasha maneno mabaya yasitoke kinywani, moyo mwema uzuie, ndimi zisichafuke. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, wanatiini amri. Pendo ni mtakatifu, urafiki mzuri, visiharibike mara kwa kunena vibaya. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, wanatiini amri. Usinene kwa hasira, inazaa huzuni. Pendo lako e Mwokozi, linatosha tushinde. Nanyi pendeni, asema Yesu, kama mwanzo alivyotupenda. Nanyi pendeni, asema Yesu, wanatiini amri. Ndugu zangu, shule ya kusamehe
ni shule ngumu sana. The school of forgiveness is not an easy school. Ili ugraduate kuhusu kusamehe, unahitaji kuwa na Mungu. Muda wangu usingetosha, ila namshukuru Mungu jambo moja. Japokuwa sijakamilika, ila kwa kuwa nimejifunza ndani nje kwa visa mbalimbali vya Biblia ambavyo muda wangu usingetosha. Ninamjua Sauli alivyotaka kumuua Daudi mara nyingi, ila Daudi alikubali kumsamehe Sauli. Na ndio maana Bwana akawa tayari kumsamehe Daudi. Na ikafika siku pamoja na mabaya aliyofanya Daudi, ila Mungu akatangaza, akasema, David is a man after my own. Yani Daudi alipojifunza kusamehe, siku moja Bwana akamsamehe kabisa. Tumesema Yesu anakuja hivi karibuni, ila ninaogopa ikiwa tutabeba Biblia, tutapata vyeo kanisani, tutaimba hata kuomba na tulie, ila moyo usisamehe. Usisamehe tena, hiyo itakuwa ni hasara rafiki. And let me tell you this morning, forgive. No matter how costful it is, forgive. Nasema tena, samehe. Unaweza ukasema huyu pastor huyu hata ajui vile anapitia na anataka tu nisamehe hivi hivi. Na kuambia samehe. Shortly, mimi nasema tena, hata kama sijakamilika, ila nimemshukuru Mungu amenipa moyo wa kusamehe. Na nataka kuwaombea nikiwapa hii kisa ya dakika moja hivi mbili. Siku moja tulikuwa tunakula nyumbani, akaja uncle, brother yake babangu. Kumbuka baba alituacha nikiwa naingia class 1, nikiwa na miaka 6 kwenda 7. Sasa hapo nimesha kuwa mkubwa, ninaenda university, the College of Medicine. Niko likizo sasa pale, na nimeshapanga kwenda chuo. Mdogo wangu pia yuko likizo, tumekaa tunakula na mama yetu watatu, tunafurahi. Tukiwa tunakula tu hivi, anko akaingia. Alipoingia akaanza kumwambia mama maneno mabaya. Mama akawa amenyamaza tu, kumwongelesha sana. Mama amenyamaza tu. Mzee yule anko akasema, yani mimi naongea wewe umenyamaza? Akaanza kumpiga. Mama akawa anatoka akijikimbiza, maana kule kwetu Tanzania nako wanawake wanakuwa wapole sana. Hauruhusiwi kumgusa mwanaume. Yani kama umelelewa, mwanaume anakupiga tu, unatulia au kimbie. Sio kama hapa kwenu. Hapa kwenu akikupiga unamwambia sasa umefungua kazi ianze. Kule kwetu hapana. Yani hapa ni kama vita iwe vita. Sasa mama akawa anakimbia.
Anko akawa anamkimbiza. Sasa nyumba ilikuwa iko na ngazi ndefu. Mama akaanguka. Anko akaenda akamkanyaga mama juu ya kifua, faka anafanya hivi. Mama aka faint. Anko akaenda kuchukua fimbo. Hapo ndipo moyo uliuma sana. Nakumbuka Mungu anataka usamehe bila kosa. Na hata alivyokuwa anamuongelesha, yani uoni kitu. Mama akawa amezima. Mdogo wangu anakuaga na hasira pia. Akaingia ndani. Kumbe ameenda amechukua kisu. Badala aje kuchoma kisu Anko, akawa anajikata. Yeye mwenyewe anajikata. Alafu anang'ata na meno, anatoa nyama. Hasira inampeleka vibaya. Mama yuko pale chini, nikapiga nduru. Watu wakaja. Yule Anko alikuwa yuko pale tu. Akatoa kisu kimoja kirefu, kimenolewa pande zote mbili. Akasema mwenye shida anisogelee. Watu wakaamua kumgeuka, wanaume wengi wakamvamia hivi. Wakafunga kamba yeye, akapelekwa kule polisi. Mama yuko pale chini. Nikaenda nikasogea, nikawa namshika mamangu. Namuita, mama amka tena. Watu wakiwa wamejaa, mimi nikaanza kuomba, Mungu muamshe mamangu tena. Mama alikuwa ameumia, natoka damu. Nikamwombea sana mamangu. Baada ya dakika kama 3, 4, 5 mbele, baada ya ombi, nikaona mama anageuza shingo kidogo. Nikasema Mungu utukuzwe. Baada ya muda akaita, akasema, Fadhili, Baraka, mko salama? Hofu yake imekuwa kwamba kama mimi nimefanywa hivi, watoto itakuwaje? Aliposikia ninamwambia mama tuko salama, akaniuliza swali, Baraka yuko wapi? Nikaenda kumchukua mdogo wangu. Ninaenda kuingia ndani kumleta, na mkuta amejikata sana. Maana alienda kujificha, hasira imewaka. No matter how costful it is, forgive. Mama alipoamka akauliza, kwani shemeji aliyekuwa ananipiga yuko wapi? Akaambiwa yuko kule, amepelekwa polisi. Mama akainuliwa, akapelekwa hospitali, akaandikiwa PF3, akawa anatibiwa, amefungwa vidonda kidogo, anapewa dawa za maumivu. Akapima pressure, ilikuwa imeshuka sana, akapewa vitu vya kufanya na dawa kidogo. Sasa amekaa, tunarudi nyumbani. Nikamsogelea, nikamwambia, mama, imetupasa tumshinde shetani. Twende tukatangaze msamaha polisi. Mama akaniangalia, akasema haiwezekani. Mwache kwanza akae huko. Nikamwambia, kabla jua alijazama, samehe. Nikamwambia, aliyekuinua hapa ukiwa umefaint ni Mungu, samehe. Mama akanishika akiwa analia, akasema, mwanangu, umeniambia neno kubwa kwenye Biblia. Akaniangalia akasema, twende tukatangaze msamaha. Mama akawa amebebwa kwa motorbike, maana mguu umevimba, unauma vibaya.
Tukaenda, mapolisi wakasema, mama andika hapa, nini kilitokea? Akawambia, kabla sijaandika, nipo na kijana wangu mkubwa, tumekuja kutangaza msamaha. Eleza kwanza nini kimetokea, utapigwa tena kesho. Akasema, mimi nimetangaza msamaha. Eleza imekuwaje? Anasema, mimi nimetangaza msamaha. Na kiongea alikuwa analia, nimesamehe. Anamwangalia yule, anamwambia, shemeji, kwa kuwa nayapenda maisha yangu na wokovu wangu, nimekusamehe. Akiwa analia sana. Nikiwa nimemshika mamangu, tukaomba kuondoka, na kwa kuwa hatukuandika chochote, akaachiliwa. Tumefika, tumekaa kama wiki moja, wiki mbili zikapita. Alikuwa analima huko, ile mashine, sijui ni mashine inafanyaje ya kukata miti, ikamuondoa vidole viwili yule anko, vidole viwili. Kumbe akawa tena amepata sukari, sijui ni diabetes imemkamata, sijui lini. Akienda kupimwa anaambiwa sio diabetes, moyo umesha vimba muda mrefu. Vitu ni vingi 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 vingi. Ule mwaka haukuisha, alikufa, akaondoka. Ila furaha yetu ni hii, tulimsamehe. Mimi baba yangu leo is my friend. Akiniona kila siku analia, maana alituchukia, lakini zaidi chuki yake ilikuwa kwangu, na sikujua kwa nini. Na kwa sababu nimemsamehe, nina amani mbele za kiti cha enzi. Maana kumbuka siku moja, kwa sababu ya kuhubiri, hata mama yangu tulikuwa tunapiga story jana usiku kama saa 5 hivi, aliniweka juu ya meza babangu, akasema, kama utaendelea kuhubiri nitakuua. Nikamwambia niko tayari. Akachukua kisu sasa, ile anataka kuweka kisu. Mamangu akamwambia, niwe mimi ambaye ninamruhusu kuhubiri. Wakiwa wanaongeleshana, mambo yakawa vile alivyokuwa. Akapiga kofi moja, akaniambia, inuka, usihubiri tena. Ila nimesimama mbele zenu leo, ninakuambia samehe. Na tena nakuambia, unatendewa makubwa mengi yajayo mbele yako. Jifunze kusamehe. Yusufu alipoona ndugu zake, Biblia inasema akalia sana, akawaambia, nimewasamehe. Ndugu zangu wangapi leo wanapata wito wenye mguso sana kwamba naomba Mungu anisaidie kusamehe. No matter how costful it is, I must forgive. Yaani Bwana asifiwe. Madam Ruth, leo tena uje utuombee. Ninaongea haya nikijua vile ambavyo wengi tumeomba na hatujajibiwa. It is very costful. It is very painful. Lakini Mungu ameweka mtihani kwenye kusamehe. Na mimi najua ni ngumu mno. Hata wakati mwingine napita kwenye maisha, mamangu njoo, napita kwenye maisha nikiona mtu ananikwaza, namwambia Mungu, huyu hajui kwamba ni bora nisitangaze msamaha. Na kuna wakati mtu unamsamehe anafikiria ameshinda yeye, kumbe wewe ndio umeshinda. Bwana atusaidie. The sermon I know is very touching. But no matter how costful it is, forgive. Samehe yule boyfriend amekuumiza sana, amekuchezea, amekuondokea. Usimwombee chochote kibaya.
msamehe. Wako wanawake wameteswa, samehe. Wako wanaume wanapita maumivu, samehe. Kuna mtu ameshindwa kukulipa pesa zako na umehangaika sana ili ufungue baraka mpya, mwachilie. Msamehe tu, fungua moyo wako kwa ajili yako na kizazi chako. Forgive. Samehe. Unaweza kuonekana mjinga, ila samehe. There's power in forgiving. Msipo wasamehe watu makosa yao, Baba wa mbinguni hata wasamehe ninyi. Can you take a breath and close your eyes as we pray? Fumba macho yako, mwambie Bwana. Mwambie leo tena umenipa assignment ya kusamehe. Wako watu wako katika hatua za kutuharibu, makazini, kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye ukoo. Mungu tusaidie kusamehe. Omba, wala usiwe na haraka. Muda uliotumika Bwana ataujaza. It was good for you to hear this, ili uwe free, ujibiwe maombi yako. Baba, katika jina la Yesu, watu wako tumekuja asubuhi ya leo tukiliitia jina lako. Asante kwa wema wako na fadhili zako ambazo ni za milele. Ndio maana umetuita asubuhi ya leo tuje miguuni pako. Lakini tumetenda dhambi, tumepungukiwa kabisa na utukufu wako. Asubuhi ya leo kila mmoja tuliokuja miguuni pako tunahitaji msamaha wa dhambi. Bwana mwema, utusamehe kila mmoja wetu. Usikie sauti yetu tunapokuliita jina lako na tunapokusii Bwana. Kwa mapenzi yako utufanye tuwe wana wako. Bwana mwema, na nakusia asubuhi ya leo, mtumishi wako amewekwa kwetu jambo ngumu la kusamehe. Yesu, unatazama mioyo yetu. Wengi tulio hapa tumebeba mizigo mizito ya kutosamehe. Yesu, tunakuhitaji asubuhi ya leo. Tunakuhitaji, tunahitaji nguvu zako. Bwana, tazama wana wako wamesononeka sana kwa sababu tumekaa katika kutosamehe. Mambo mengi yamefungwa kwa sababu hatusamehi tena. Yesu, asubuhi ya leo tuna machozi kwa macho yetu, tukikusii Yehova utupe nguvu mpya katika jina la Yesu. Tupe uwezo mkubwa wa kusamehe asubuhi ya leo. Yesu, tusaidie tuweze kusamehe kutoka kwa roho zetu. Hatuwezi Bwana, hatuwezi kuwasamehe wenye wametutenda mbaya, lakini tunahitaji uwepo wako. Mpe mama yule uwepo wako, aweze kumsamehe ule mume ambaye amefanya vibaya. Mpe uwezo mume yule aweze kumsamehe mke ambaye amemtenda vibaya. Yesu, mpe kijana uwezo wa kuweza kusamehe ambaye amemtendea vibaya. Lakini Bwana, ninakusihi kwa machozi mengi utupe uwezo huo. Hatutatoka kama hutatenda. Bwana, uwepo wako ushuke sasa, uguze kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Baba, umesema wale ambao watakuamini utawapa nguvu mpya. Sasa tunahitaji nguvu mpya za kusamehe. Lakini Bwana, tukisha kubali uwepo wako na nguvu zako za kusamehe, basi Bwana tutendee fadhili. Mama yule ambaye alikuja akiwa na magonjwa apone katika jina la Yesu. Mama yule ambaye alikuja kidayari aweze kuwa na tumaini katika jina la Yesu. Baba, kijana yule ambaye ameweza kukata tamaa
asubuhi ya leo umweze kumwezesha katika jina lako. Lakini kuna mengi ambayo yako katika maisha yetu. Yesu, wengi wa watu wako wamefungwa katika uchawi. Tunakuja kinyume chake katika jina la Yesu. Shetani, ondoka. Hauna mamlaka katika maisha ya watoto wa Mungu. Hauna mamlaka katika maisha yetu. Sisi tumekombolewa na damu ya Yesu. Sisi tumekombolewa na damu ya Yesu. Bwana, tenda fadhili. Bwana, inuka. Nguvu za muovu hazina mamlaka tena. Sisi tunaliitia jina lako. Sisi tunaitia damu ya Yesu inayo uwezo mkubwa. Lakini Bwana, si umetujulisha hakuna lililo gumu machoni pako. Asubuhi ya leo tunajua ya kwamba utatenda, kwa sababu tumekuchagua Bwana. Utuchague sisi katika maisha yetu. Uende pamoja na kazi zetu katika jina la Yesu. Uende pamoja na familia zetu katika jina la Yesu. Bwana, utuandae kwa ajili ya ufalme unaokuja. Lakini Bwana, nikusia asubuhi ya leo, viwanja hivi uvitakaze kwa jina la Yesu. Iwepo kuna nguvu za ibilisi, ziweze kushindwa katika jina la Yesu. Iwepo kuna nguvu za Illuminati, zishindwe katika jina la Yesu. Baba, inuka katika viwanja hivi. Baba, jidhihirishe katika viwanja hivi. Yesu, iwe ni ishara kubwa ya kwamba uko pamoja nasi, ya kwamba unasikia vilio vya watoto wako. Yeyote anayekanyaga viwanja hivi, viwe ni msamaha wa dhambi, viwe ni kuponywa kwa dhambi, viwe ni mambo yote katika maisha ya watoto wako. Lakini kuna watoto wako hapa hawajajitoa kwa ajili ya upatizo. Yesu, wavute kwa kamba za pendo lako. Yesu, wavute kwa kamba za pendo lako, waweze kutoka katika dhambi na wakukubali kama Mwokozi wa maisha yao. Yesu, wasiache mikutano iishe kabla ya kukukubali kama Mwokozi wa maisha yao. Sasa wanongoneze katika jina la Yesu. Yesu, wajiandikishe katika Yesu, waweze kuona umuhimu wa kukupokea na waweze kukata nguvu za muovu katika maisha yao. Baba, tenda fadhili. Lakini biashara zetu asubuhi ya leo tunaomba ya kwamba utende fadhili. Mapya ni mapenzi yako kila siku. Umesema tuombe neema zako asubuhi ya leo. Baba, tendea watoto wako neema katika mambo yote watakayoyatenda. Baba, tenda fadhili. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Ukiwa umetulia hapo, kabla sijakutamkia baraka za siku yako, nitangaze hivi. Namshukuru Mungu kwamba kuna watu wamepeleka utayari wa viti 100 vimefika kwa elders. Huyo mtu ama hao watu, Mungu awabariki sana. Na ikiwa bado unafikiri kufanya hivyo, fanya hivyo. Maana tunaenda kualika ndugu zetu wanaotoka mitaa na kila mahali jirani. Kila mtu anaenda kualika watu, na tutakuwa na kundi kubwa la watu. Tutamaliza na the very powerful and big crusade with a lot of people. Na tunataka wote wakae, na hivyo yeyote aliyeko hapa ana ruhusa ya kutenda mbaraka huo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini kabla sijawaruhusu, maana utatangaza tu, ngoja niwaambie jambo la pili kabla sijatamka baraka. Jambo la pili, nimegundua katika kuomba kwangu sana kwamba watu wengi hawajabatizwa, ila bado watu wengi hawajaruhusu moyo wao ufunguliwe na Bwana. Na kama uko hapa na unasikia sauti hii asubuhi ya leo, maana hilo ndio lengo kubwa la uwepo wa mikutano hii, Bwana afungue moyo wako. Nimwombee mme wako, ombea vijana wako. Nimepokea maombi mengi ya watu wanaoombea marafiki wafunguliwe ili wabatizwe. Ngoja nikwambie, yote tutafanya hapa, ila kama familia yako ina mtu hajabatizwa, muombee, mtie moyo, msisitize kwa ajili ya baraka zake mwenyewe. Nendeni mkalete watu hao, maana Bwana anajua mnawafahamu. Ombeni nao, kaini nao, tumia dakika chache, wavute kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na kama uko hapa, yule mtu wetu wa kuandika si uko hapa, nyosha tu mkono wako hivi. Atarudi kwenda pale kwenye kibweta pale, utamfuata uandike jina lako. Usiondoke kama hujapeana maisha yako kwa Yesu. Sasa naomba nitamke baraka. Mshike jirani yako, pata your neighbor. Can you have your neighbor and announce the blessings?
Mwambie jirani yako, jirani, kuna baraka katika kusamehe. Mwambie tena, jirani, fungua moyo wako, wasamehe watu, ujibiwe maombi yako. Mwambie jirani, na kuombea siku ya leo, Bwana awe na wewe, atembee na wewe, akufundishe mapenzi yake. Mwambie, na kuombea ubarikiwe. Mwambie, jina langu naitwa Mbarikiwa, ninakuombea na wewe ubarikiwe. Mwambie ubarikiwe. Bwana awabariki. Bwana awabariki. Peleka majina yenu pale, alafu karibu kwa matangazo. Sikiliza matangazo.